Nini neno la Mungu ni siri? Haya yote tutayapata tunapoendelea kujifunza, na Mungu akupe neema uendelee kufuatana nami katika mitandao ya kijamii, katika Facebook au katika X, katika TikTok na katika Instagram. Pia unaweza kutupata kwa neno hili hili la Mobile Church Tanzania. Ikiwa hauko kwenye mitandao ya kijamii, fungua simu yako, eneo la message, andika neno pamoja, tuma kuja kwa namba hii ya 0755 nawe utapata maelekezo ya kina zaidi mahali popote ulipo katika nchi ya Tanzania. Na ikiwa hujaokoka, nikukaribisha sana katika uokovu. Siri ya Mungu itafunuliwa kwako pale utakapokubali kuchukua hatua ya kwanza kabisa kumwamini Kristo Yesu, kwa kuwa hapana uokovu nje ya jina la Yesu Kristo. Hivyo fungua simu yako, eneo la message, andika neno kuokoka, tuma kuja kwa namba hii ya 0755 Twende sasa katika somo la siku hii ya leo. Kwa nini neno la Mungu ni siri? Neno la Mungu ni siri kwa wote ambao hawaisomi Biblia, na wote ambao wako nje ya uokovu inakuwa siri kwao, ni kitu wasichokijua. Lakini wote ambao wamekwisha kumwamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kwa maneno mafupi, wamekubali kuokoka, wameikataa dhambi, wamekataa dunia, wameagana kabisa na mambo ya kale, wamevua utu wa kale na kuvaa utu mpya wenye namna Kristo Yesu, wameushinda ulimwengu na tamaa zao. Hao siri ya Mungu iko wazi kwao. Wanalitumia jina la Yesu Kristo kukemea mapepo, mashetani, nguvu zote za giza, uchawi, uganga na ushirikina, na wanalo tumaini lenye baraka katika Kristo Yesu, kwamba hata wakiondoka katika ulimwengu huu, wao bado wanatumaini la kumwona Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Jehanamu wao wameiepuka, nao wameushinda ulimwengu, nao wameshinda udhaifu wa kila namna. Kwa hiyo siri ya Mungu itakuwa wazi kwa yule tu ambaye amekwisha kukubali wokovu, ambaye amekwisha kubali kuokoka na kumkubali Kristo Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyo anao ushindi, kibali na neema. Tuangalie maandiko ya somo la siku hii ya leo katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 2 na mstari wa 10. Biblia inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho Mtakatifu huwa anakuja juu yako baada ya kuokoka na kumtii Kristo Yesu. Anakufunulia, anakufundisha, anakuongoza na kukuelekeza. Ukipata muda, soma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 16 na ule mstari wa 13.